Yaani nimefurahi sana. Sasa mimi nashangaa na wachawi. Hivi ni faida gani wanaipata katika uchawi? Sijamuona mchawi hata mmoja nikiambiwa kwamba ile lotion ni ya kwake. Ile gari angalau pia ni ya kwake. Hakuna. Wote ukiangalia wachawi wote vijumba vyao vimezama. Sasa ina maana gani kuwa mchawi? Kwa nini usiache uchawi? Kwa nini unadhulumu haki za watu? Kasisi, hii riziki yako sasa utaitafuta, utaiona popote ile. Na pia nakwambia kwamba hata nyumbani kwako utakujua. Hapa naona kimya. Watakuwa wamelala wote. Kungurua. Hata nilipobakile hata sielewi kwa kweli. Subiri kwanza. Ngoja kwanza nitakupigia. Subiri udugu wangu nitakupigia. Vipi tena wewe? Haya, naambie mwanangu. Vipi? Vipi unakuja unalia? Njoo kwanza njoo niambie huko. Njoo. Panda juu hapo mwanangu. Nyamaza basi ushafika nyumbani. Kaa chini hapa. Shida nini mwanangu? Shida nini? Siwezi shangazi. Huwezi nini? Mimba nyingine imetoka. Mimba imetoka tena? Imetoka lini mwanangu? Leo. Imekuwaje sasa unarudi hapa na begi lako la nguo? Nimeondoka. Umeondoka kivipi? Sikuelewi. Nataka talaka yangu shangazi. Unataka talaka yako? Umechoka kuishi na mume wako? Ndio. Shida nini? Ndio hiyo. Kila siku mimba zangu zinatoka. Kwa hiyo mume wako akufukuza? Hapana, nimeondoka mwenyewe. Au yule bibi uchawi wake bado anaendelea? Ndio shangazi. Mimba ya ngapi anakutoa? Ya 5. Mimba ya 5. Hivi bibi ananitafuta nini mimi? Ananitafuta nini nimeuliza? Huyu bibi nitamkomesha huyu. Kuna kitu anachokitaka katika familia yangu. Wewe kuolewa na mjukuu wao isiwe tatizo. Hapa mwanangu kwako, mimi ni baba yako, ni shangazi yako. Umefika nimekupokea, namtaka mtu aina yoyote atakaye kanyaga katika mji wangu aone nini nitamfanya. Mwanangu kaa tulia. Huyu bibi kama anajilingia uchawi wake wa Kolelo, mimi nina uchawi wa Bagamoyo, nitamuonyesha. Nyamaza mwanangu. Tulia.
Mabwende. Mabwende. Ndio sema jambo. Salama tu, karibu. Asante za siku. Nzuri, karibu. Asante. Karibu ndani. Ndani bwana joto bwana. Basi karibu hapa. Vipi tena mzangu? Miguu mzee Gido, miguu? Kwambia hapa miguu inaniuma. Inawaka moto bana. Karibu. Nishakaribia bwana. Mabwende mimi nimekuja. Nakuja kwangu bwana, nadhani unanifahamu vizuri. Ilikuwa ni marafiki sana mumeo. Na alikuwa sio rafiki, ilikuwa ni ndugu. Nadhani watu hata sasa hivi hao hawezi kuwa marafiki kama tulivyokuwa sisi. Sasa tu kuna kitu kimoja nataka nikwambie. Unajua shemeji yako Kasisi sio mtu mzuri. Sio mtu mzuri? Ndio. Kivipi yani? Kasisi ni mchawi. Mchawi? Kasisi yule mpo wangu si unamjua dadangu Chuku. Kamfanyia mambo mabaya sana. We. Kamfanyia vitendo ambavyo sio vya kibinadamu. Wakati ana shughuli zake, lakini anamtegea vitu kila sehemu. Anakutana navyo. Mimi kazi yangu ni kugopoa. Mpaka safari hii juzi hii. Yaani kwangu kapita chupu chupu. Mbona makubwa haya? Akaja yule ndugu wake haraka sana. Babu. Yuko kaka kwa yake mbaya akamleta haraka sana. Akabeba akamleta nikamuokoa mwenyewe chuko. Lakini kwa kama nisingekuepo pale nyumbani, basi safari yake ingekuwa. We mzee Gido we. Nashindwa kuamini. Na wala hutoamini. Lakini huo ndio ukweli. Shemeji yako Kasisi ni mchawi. Tena gwiji kweli. Unajua mimi nashindwa kuelewa kitu kimoja. Hapa nyumbani kwangu kuna mambo mengi sana yanaendelea. Lakini
nakosa msaada. Nakosa msaada wa mawazo, nakosa msaada wa ushirikiano. Hebu wewe niambie. Sasa hivi mimi niende wapi kama sio kwa kasisi? Wende huyu hapa ananivunjia heshima kila kukicha. Ananiita mara mimi mchawi, mara nimegeuka ilizi. Yaani leo nini sijui jana mtoto yule katoka mimi kuniambia mimi nimegeuka ilizi sijui. Na hivi ninavyokuambia hapa nyumbani hayupo. Kaondoka na kasema arudi tena. Na mimi nikaona fumirai. Maana kila siku matusi mpaka nimechoka mzee Gido. Yaani mtoto wangu mwenyewe lakini sasa hivi kaniingia nyongo. Yaani kanipanda kabisa hapa. Natamani hata nimtapike. Ila nitafanya nini na mtoto wangu langu? Sasa labda nikwambie shemeji. Ile sio akili yake. Ile kaadhibiwa na kasisi. Yaani wewe na mwanao mmepigwa mtafaruku hapa mkubwa sana. Sielewani. Mungu wewe. Kwa hiyo mwanangu ningempa radhi za bure. Tena nakwambia. Uwe makini naye sana. Nitafanya nini mie mzee Gido? Kama unavyoniona hapa, sina msaada mie. Sina kunipa mawazo mie. Sina kwenda kumsimulia machungu yangu. Nipo kama unavyoniona. Ni mimi na ndani na mimi. Kama hivi wewe ndo umekuja unanipa hizi habari ambazo ni mpya kabisa kwangu. Sasa mimi nikwambie. Wende zile akili sio. Mimi nimepigwa mtafaruku mkubwa, msielewani katika maisha yenu mwanao. Yeye iwe ni furaha kwake. Kwa sababu anajua mama Gwende akiwa pamoja na mwanawe itakuwa na manufaa pale. Kwa hiyo yeye anapiga mtafaruku. Kuharibia maisha wewe. Fanya nini mie jamani mzee Gido? Nitafanya nini mie mwenzio? Hebu niangalie hivi nilivyo sasa hivi ni kuumwa na mimi. Mwanangu kaondoka. Ila nakwambia uwe makini na shemeji yako, sio mtu mzuri. Hata anapokuja hapa nyumbani uwe makini sana. Nitafanya hivyo. Karibu bwana. Asante. Hivi viatu msivivae. Haya sawa. Odi! Odi! Shangazi! Karibu. Asante. Habari yako shangazi? Salama kwema baba. Salama tu, shikamoo. Baba karibu. Asante sana. Shangazi, mke wangu yuko wapi? Mke wako? Ndio, mke wangu Zuu. Mke wako sipo nyumbani kwako? Shangazi, mke wangu hajawahi kutoka nyumbani akaenda sehemu nyingine tofauti na hapa. Kwa hiyo mkeo kakwambia kaja kwangu? Shangazi tafadhali. Mke wangu yuko wapi? Nimekuuliza mke wako kakwambia kaja kwangu? Shangazi, mke wangu ametoka nyumbani kamjibu bibi yangu majibu mabaya sana. Amemjibu nini? Nataka uniambie bibi yako amejibiwa majibu gani na mwanangu na mpaka mke wako umuoni? Shangazi, hao unayozungumza yanaonyesha dhahiri kwamba mke wangu yumo humu ndani. Zuu! Zuu! Wewe baba hivi una kichaa wewe? Nakuuliza una kichaa wewe? Umemweka mke wako humu ndani? Zuu, toka humu ndani. Namtaka mwanangu, nimekwambia namtaka mwanangu. Ujinga wenu na bibi yako mimi siupendi na siutaki kabisa. Shangazi, kamuuliza bibi yako nini anamfanya mke wako? Leo ndo ndai mimi mke wako. Shangazi, na mimi namtaka mwanangu. Shangazi, wakati ninakuja kumuoa Zuu hapa nilikuja kistaarabu sana. Nisikiliza, na mimi ni mstaarabu na ukinichafua pia ni mchafu. Kumbe shangazi wewe ndio unambadilisha mke wangu. Kamuuliza bibi yako kwa nini anambadilisha mke wako na kumpa maneno ya shida na kumfanyia vitu ambavyo havifai mpaka anaamua kuondoka nyumbani kwako. Shangazi, unajua inawezekana hata kitendo cha mke wangu kuwa anatoa mimba wewe unahusika wewe. Tena hapo ndo nilipokuwa napataka. Wewe kati shangazi yangu anatoa mimba wewe ulikuwepo? Zuu, unasemaje mimi kama mume wako? Twende nyumbani. Nimekwambia siendi. Zuu, twende nyumbani.
mwenzi. Zuri nimekwambia. Twende nyumbani. Mwanangu aende kokote hapa mwenzio. Unasemaje Zuri? Mpe mwanangu talaka yake. Kama nilikuoa kwa talaka, nitakuacha kwa talaka. Mimi nasema hivi, kwako siendi na nataka talaka yangu. Sasa mimi kama mwanaume ninasema hivi, ninaondoka hapa. Jioni nikukute nyumbani. Wewe nenda. Nilijengea nyumba yangu.